Sasa tuzungumzie swala la Boniface Mwangi, maana yeye ndiye ambaye aliweza kuzuiliwa, kutekwa pamoja na Agatha wa Uganda, na waliweza kufanywa yale maovu ambayo walifanywa. Lakini inasemekana wewe ndio mtu ambaye uliweza kumuokoa Boniface Mwangi kutoka kwa serikali ya Tanzania. Labda kwanza tuelezee kama ni ukweli, alafu labda uliwezaje kufanya hivi? Nakumbuka ilikuwa saa 1 asubuhi. Martha Karua akanipigia simu. Akaniambia kwamba Boni wamemtupa kwenye mpaka Horohoro. Ya Lungalunga Kenya hapa. Basi tafadhali kamshughulikia. Mimi pale pale naye akanipa namba ya ile gari ambao wameingia Probox moja taxi. Nikazungumza na driver. Mimi nikatoka pale pale, nikampigia simu Francis Ouma, mkurugenzi wa Muhuri hapa, rapid response wa Muhuri, tukaenda. Tukimaliza pale Dongo Kundu walikuwa washafika pale katika ile runabout, tukampata pale. Sasa Boni apotoka katika ile gari taxi kuingia katika gari yangu, alikuwa hata kwenda hawezi. Ikabidi Francis amshike mkono huo na yule driver akaanza patana na taratibu, shafamu, akaingia ndani ya gari. Boni asema hakuweza kwenda kwa sababu wapokuwa apigwa, wakimpiga kwenye miguu huko za nyayo, kisha wakimpaka mafuta. Sasa ile kumpaka mafuta nasikia kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, ukipaka mafuta wakimpiga, ule uchungu usikia zaidi. Na la pili, haionyeshi alama. Sasa kila ukimpiga mpaka mafuta. Ilipofika siku ya 3, sasa Boni wataka kumwachilia. Ikabidi alikuwa hawezi kwenda, aenda kwa magoti. Na hapo walikuwa wamemfunga uso na wamefunga pingo. Kula hawezi kula, asema nikienda choni wanasimamia hivi. Okay, kama sitaki hata kula kwenda choni, lakini akienda haja ndogo wamemsimamia namna hii, na yuko katika pingo siku zote hizo. Sasa ilipofika siku ya 3, wakamwambia lazima uende, kwa sababu hawataki kubwaga pahali asiweze kwenda kwa miguu. Basi wakamtia na gari, wakampa shilingi 30,000 na sijui 1,000 2,000 za hapa, kisha passport yake wakampa 2 days. Wakamwambia ukifika pale kama leo ile siku alofika ndio lazima atoke. Ushafahamu? Basi kufika pale potoka kaingia Kenya, ndio akaleta nikamchukua. Umesema kwamba walimpatia gari, wakamweka gari mpaka kwa boda Horohoro wakamwachia pale. Okay, so ni usafiri gani haswa wenye aliyekwa kutoka huko mpaka kufika Horohoro? Azini ilikuwa public means ama public means? Walikodisha taxis nilio Probox. Okay. Walikodisha, mkewe akampigia njiri, mkewe akamlipa kwa M-Pesa. Hiyo ilikuwa kama muda wa saa ngapi? Marake Martha kunipigia simu ilikuwa around 7 o'clock AM asubuhi. Kisha mimi kwenda kumchukua, nilifika pale nafikiri ilikuwa around saa 3 kama hivi. Kwa hiyo sasa tuseme ameachiliwa, na kile ambacho mlikuwa mmekifuata kule Tanzania bado hakijatimia, maana kesi halisi bado inaendelea na mjapata fursa ya kusikiliza. Je, sasa mna mpango tena wa itakaposikilizwa tena mtarudi tena, ama mtabidi sasa muachane na kesi na mfuate shughuli zingine nchini Kenya? Unajua haya mambo yaliyotokea huko yametutia mshangao mkubwa sana. Kitu kama hiki kama ulivyoeleza ni kitu kidogo sana hapa Kenya, sana. Lakini kwa Tanzania, wajua mtu hufanya uhaini, yani treason. Hapa Kenya ni lazima ufanye dhambi kubwa sana sana sana. Ushafahamu? Kusema katika miaka 1990 watu waliweza kupigania wakasema hatuendi election mpaka kuwe na reform. Ushafahamu? Mambo haya yamekwenda zaidi ya miaka 30 iliyopita. Ushafahamu? Na hakuna mtu yoyote ambaye alishikwa akafunguliwa shtaka lolote kwa kusema hatufanyi uchaguzi mpaka kuwe na mabadiliko ya kupiga kura. Ushafahamu? Sasa sifikiri kama hii kesi itaendelea Tundu Lissu, na inaonyesha wazi kwamba hatoshiriki
kwenye uchaguzi wa Tanzania. Okay? Lakini hii it's the problem. Hii ina maana gani kwa siasa za Tanzania, kwamba labda rais mwenyekiti ambaye atakuwa kwenye uchaguzi lakini hatakuwa labda hana mpinzani ambaye anaweza kumsumbua kwenye uchaguzi? Inamaanisha nini kwa taifa la Tanzania sasa ikiwa hivyo? Wajua sasa hili jinamizi la kisiasa ambalo limeanza Uganda na sasa Tanzania na Kenya pia, wajua mambo kidogo yanaanza kwa magumu kwa wanaharakati wa kutetea haki. Tumeona mwaka jana wanaharakati wa Gen Z kwenda barabarani. Hawakwenda hakushika mawe, hakupiga mtu, kufanya chochote. Lakini yale madhara ambao wamepata kwa mikono ya polisi, mpaka sasa wajua watu 63 wameuliwa. Na mamia wameshikwa. Wengine mpaka sasa hawajaonekana. Ushafahamu, na tujiuliza kwa nini serikali inafanya jambo kama hili. Ushafahamu. Lakini na sisi hatunyamaza. Tuko mbele na tutatafuta sheria. Okay? Tutafuta sheria, na ikiwa polisi manake IPOA wamesema kwamba washafanya uchunguzi wao na washapeleka ushahidi wao kwa vifo 23. Lakini kwa upande wa mashtaka mpaka sasa hawajachukua ile kesi kupeleka kotini. Ushafahamu. Sisi sasa tutaingilia haya mambo, tuangalie ule ushahidi umetoka namna gani. Okay? Na tunataka tupate ule ushahidi. Ikiwa serikali imeshindwa, sisi wenyewe tutakwenda kotini. Umezungumzia kuhusu swala la kumpeleka Rais Samia katika mahakama ya kimataifa ya ICC. Je, ni mpango gani ambao mnataka kuutumia, ama ni labda ni grounds gani ambao mnataka kutumia kumpeleka Samia ICC? Wajua ICC, jambo la kwanza, ICC haichukui kesi zozote ambazo hazijaanzia katika mahakama za zile nchi. Unafahamu? Kwa Kenya ni kitu rahisi kupeleka rais kotini au waziri yoyote. Kwa Tanzania haiwezekani. Kwa hivyo hakuna mtu yoyote anafikiri Tanzania atajaribu. Maana sasa hili si jukumu la Rais Samia, lakini ni polisi ndio wametenda jambo kama hili. Lakini ile masuala makubwa zaidi inakuja kwa rais. Na ikiwa rais hataweza kuthibitisha sheria katika nchi, basi ndio toka masuala. Tumeona Al-Bashir ametuhumiwa ICC kwa ameua, amefanya hivi na hivi, lakini hakuwa wala hakushika risasi akapiga mtu. Lakini alikuwa na uwezo wa kusimamisha yale madhara. Ikiwa hakuweza, basi masuala yatakuja kwake yeye. Kwa hiyo labda hatua yenu nyingine nyinyi kama Muhuri sasa ni gani? Wajua sasa haya mambo yamewapata kina Boni huko, na sitaki kusema watachukua hatua gani na gani, maana yamefika wao. Lakini ninavyojua hawatakubali. Watasimama. Maana hata jaji mkuu wa zamani pia Willy Mutunga alipokuwa amewasili Kenya baada ya kuzuiliwa, alisema kwamba wana mpango wa kuchukua hatua. Ndio nakwambia. Hiyo ipo. Na sioni kwamba wanaharakati wa Kenya watanyamazia. Kabisa. Hawatanyamazia. Lakini kushtumu ni wale waliofanya vile, wanaharakati wawili wa Uganda na Boni wa Kenya. Lakini madhambi makubwa yametokea hapa kwetu. Lakini hapa tutapambana nao.